Hali ya uzalishaji na upatikanaji wa chakula katika mkoa wetu wa Tanga ni toshelevu. Katika msimu wa kilimo 2024-2025 ambao chakula chake kinatumika kwa mwaka 2025-2026, tuliweza kulima jumla ya hekta 102 ya mazao ya chakula ambazo tulipata tani 1,814,285. Hizi ni pamoja na mazao ya mahindi, mihogo, mpunga, viazi na mazao mengine ya kunde, mbaazi na jamii nyingine za maharage. Na kulingana na sensa ya mwaka 2022, Tanga sisi tulikuwa na watu 2,200,600. Leo hii tuna watu 3,100,000. Na tukiangalia katika upatikanaji wa chakula, basi sisi tunayo tani za kutosha watu wake pamoja na ziada. Aidha, mkoa wa Tanga umeendelea kusimamia mpango wa serikali wa kuimarisha tija na uzalishaji wa mazao makuu ya biashara yakiwemo mkonge, korosho, kahawa, pamba, chai, na nadhani wengine wajui kwamba Tanga pia tuna mpira, zao la mpira, pamoja na zao la tumbaku, ikiwemo pia na alizeti katika jamii ya mazao ya chakula, lakini pia na mazao ni katika zao la biashara. Kwa hivyo basi, mkoa kupitia halmashauri zake unazalisha mazao mengi ya biashara ambayo pia ni katika mazao ya chakula, ikiwemo karanga, iliki pamoja na bidhaa zingine za viungo, lakini pia kakao, miwa, ufuta, nazi, pilipili manga, mdalasini, karafuu pamoja na machungwa. Hali hii imechangia jitihada nyingi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kuwawezesha wakulima kupata huduma bora ya ugani kupitia pembejeo za kilimo, ikiwemo ruzuku za mbolea. Na katika mwaka wa fedha 2024-2025 jumla ya wakulima 13,000 walinufaika na pembejeo za ruzuku za tani 4,768. Na mwaka huu tumeendelea kuorodhesha na kuwasajili wakulima wengi zaidi ambao waweze kunufaika, takriban bilioni 8,869,374,669 ambazo zimetoka kama ruzuku kusaidia wakulima kwenye pembejeo na masuala mengine ya mbolea. Kwa kupitia nguzo 4 za FAO ambazo tunazitekeleza katika nchi yetu ya Tanzania, ambapo nguzo ya kwanza ni uzalishaji bora, lishe bora, mazingira bora na maisha bora. FAO tutaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania kukuza uzalishaji endelevu, kuimarisha lishe, kulinda rasilimali na hata vizazi vijavyo viweze kujifunza na kukuta nchi yetu ya Tanzania ina chakula cha kutosha. Kwa pamoja tuchukue hatua kuhakikisha Tanzania inabaki kuwa taifa linalojitosheleza kwa chakula.